Katika siku ya leo naenda kukuonyesha jinsi gani ya kubeti bet power, lakini siendi kuonyesha option, ila naenda kuonyesha mbinu jinsi gani unaweza kufanikiwa, ama ukichanganya na mawazo haya ambayo naenda kukupatia huenda yakakunufaisha. Huenda yakakunufaisha. Kwa hiyo nitatafuta mechi ambayo nitaona kwa upande wangu itaenda kutoa matokeo. Deportivo Cabiata, okay, Paraguay, kitu cha kwanza ambacho nakuja kukuonyesha ni kuhusiana na hizi odds. Hizi odds. Odds mara nyingi hazichezi. Odds hazichezi. Lakini pia unaweza kaangalia odds na kufahamu kwamba mechi hii natakiwa niwekeje. Kwa hiyo kwenye video hii ninaweza nikakuonyesha mechi hii unatakiwa kuwekaje. Mfano mechi ya Grota hii hapa. Ikisha kuwa odds moja ya 80, kuanzia 80 mpaka 90, yani isifike 90. Kwa hiyo itakuwa 81, 82, 83 mpaka 89. Huyo nyumbani ana asilimia kubwa ya kuscore. Yani hata kwenye uchambuzi kwamba huyo wa nyumbani ana asilimia kubwa ya kuscore. Tunaposema kwamba ana asilimia kubwa, mfano tunaweza tukaona kabisa kwamba odds hazichezi, anaweza kashinda huyu. Lakini ukienda kuangalia uchambuzi lazima mwenye asilimia kubwa ya kushinda atakuwa ni huyu. Umeona? Kwa hiyo hapa unajua kutokana na jinsi odds zilivyokaa, unajua kabisa kwamba kumbe huyu ana uwezekano mdogo wa kuscore, lakini huyu wa nyumbani ana uwezekano mkubwa wa kuscore. Kwa hiyo hilo jambo nalo inabidi ulizingatie, na kama na score huyu tutaweza kwenda kuangalia sasa ndio ana score, lakini je, tunaweza tukatafuta matokeo mengine ambayo yanaweza katunufaisha? Hapo ndipo nitapogusa hapa katikati. Baada ya kugusa hapa katikati nitaenda kuichukua hii mechi au hii hapa mechi, kwa sababu jinsi walivyoandika hapa mimi nawajua ni Hamfu na Judo, lakini mimi nitaikopi hapa, nitaenda kuikopi. Kuikopi ni kuishikilia. Shikilia haya maneno. Shikilia. Ukishikilia haya maneno utasikia simu yako inalia. Kisha sikia inabidi ubane hivi vya pembeni hivi. Kuna vya pembeni vinatokea hapo. Kwa unatakiwa uvidrag hivi hapo na vidrag hapa. Ikisha copy neno lote kwa una click copy hapa hii. Copy. Ukikopi tayari unakuwa tayari umesha copy. Umeona? Kwa unaenda katika website ya live score. Umeona? Nimeshapata matokeo kwanza kushinda, lakini nahitaji je nijihakikishia nashinda, lakini pia nahitaji matokeo mengine. Kwa hiyo baada ya kufika hapa ni Hamfu na Judo. Hamfu na Judo nadhani ni hii hapa. Hamfu na Judo nitaenda kukliki sehemu ya futures hapa. Baada ya kukliki sehemu ya futures, nimekuta tarehe 7. Tarehe 7 kuna changamoto sasa hapa nimekuta, na hii ni Iceland second division. Okay. Nimekosa, kwa hiyo nitaenda kuangalia tu kawaida. Nitaenda kuangalia kawaida Iceland. Iceland ipo chini. Iceland hapa Iceland Grota hii ni Hauka division 2 hii hapo. Sasa huku odds zinaona zinasoma moja ya 77, lakini kuna baadhi ya sehemu moja 87. Umeona? Kwa hiyo mimi nitaenda kuangalia head to head. Licha kuona kwamba hii ina asilimia kubwa kushinda, lakini nitaenda kuangalia head to head. Nilipofika head to head, kwanza mechi mbili zilizopita zinanithibitishia kwamba mechi hii ana uhitaji mkubwa wa matokeo ya kushinda. Sijui tumeelewana. Mechi hii ana uhitaji mkubwa wa kushinda. Timu yenye uhitaji ndio timu ambayo inatakiwa kuifanyia maamuzi. Kwa hiyo timu hii ilitoa sare. Hata kama ni timu ambayo ni ya kawaida, haina matokeo mazuri, lakini timu siku ya leo inahitaji kushinda. Lakini sasa timu inacheza nayo tayari ilishapata mafanikio mechi ya mwisho iliyopita. Kwa hiyo huyu anahitaji tu pointi 3, kwa sababu kila mechi, kila timu wanahitaji matokeo, lakini utofauti upo kati ya huyu ambaye alishinda mechi ya mwisho na huyu ambaye hajashinda, amesare. Huyu ana uhitaji mkubwa sana. Huyu hata kama akitoa sare
na ndio ile unakuta timu nafasi ya 7, nafasi ya 6. Lakini utaweza kuona hata yeye pia alipoteza hii mechi. Kwa hiyo mechi iliyofuata alipoteza hii hapa mechi. Kwa hiyo mechi iliyofuata alikuwa na uhitaji mkubwa na akapata matokeo. Kwa hiyo kwa timu inajitambua kwa vyovyote itapata matokeo. Lakini pia katika rekodi ambazo tunaweza tukaona Glota alishinda goli nyingi. Alishinda goli nyingi, na huku chini utaweza kuona wanatukaga magoli mengi na boss team to score. Lakini sasa kwa mechi hii kuna mawili, anaweza akapatikana magoli mengi ama pia asipatikane, lakini pia anaweza akashinda wa nyumbani. Kwa hiyo kwa takwimu kama hii tutaenda kumalizia upande wa standings. Hapa standings tutaweza kuona hawa watu wako pamoja. Kwa hiyo kama wako pamoja kuna matokeo yatapatikana hapa. Yanaweza kupatikana 2-1, yanaweza kupatikana 2-2. 2-2 yanaweza yakapatikana. Hapa ndipo hata watu wapo wanapojaribu kucheza nini, correct score. Lakini matokeo mengine yanaweza kupatikana, japokuwa matokeo ni magumu sana, lakini matokeo haya yanaweza yakapatikana. Umeona Kwa hiyo tutaingia huku tukaenda kuangalia soko la odds lipo vipi. Double chance ana odds 1.23. Kwa hiyo unaweza ukaweka double chance ashinde au asare. Lakini kikushinda double chance unaweza ukaweka over 1. Yote kwa kuogopa tu. Lakini kwa mimi ambaye nafahamu mpira na matokeo kubadilika, nitaweka tu moja kwa moja over 2. Kama kufaulu sawa, kama kufeli sawa. Na ndio maana hapo utakuta mtu nimeweka afu tumekosa, utasema kwa nini tumekosa? Kumbe wakati nimeweka mwanzo nilipata matokeo kwamba haya ni matokeo very easy. Lakini sasa ukichukua matokeo kama haya italazimika uweke mechi nyingi, ndio unaweka mechi 10 odd 10. Umeona? Lakini ukiweka matokeo kama haya mechi zako 5, umeona, mechi zako 4 tayari ushatimiza odds 10. Kwa hiyo hapo tutachagua mawili, weke mechi nyingi upate odi nyingi, weke mechi chache upate odi nyingi. Na kumbuka mechi kuwa nyingi ndio unaongeza asilimia kubwa ya kutokufanikiwa. Umeona? Kwa hiyo hii nimeangalia kwamba hii odds 183 kuanzia 80 na kuendelea. Kwa upande wangu mimi naona ni timu ikipewaga hivi mara nyingi waga zinafanikiwa, lakini chache huwa zinafeli. Kwa hiyo kama chache basi inabidi uende kujiridhisha. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha nimepata matokeo kama hayo, na tutaenda kuangalia mechi nyingine ya ugenini. Ya ugenini ni hii hapa, hii ambayo inachezwa saa 7. Inasoma odds 1.93. Sasa hili ni soko ambalo huyu ameweka, lakini pia kuna live score pia nao ameweka. Sasa hii mechi ni kwa jinsi ninavyoamini mimi, mechi nyingi ambazo nimezishuhudia odds 1.90 ya ugenini ni mechi ambazo zinakuwa ngumu, lakini ugenini huwa anashinda. Kwa hiyo mechi hizi zinakuwa ngumu. Kwa ligi ambalo alitoi magoli, mechi hizi zinaweza zikaisha kwa huyu kushinda kwa goli 1 bila, kushinda kwa goli 1 bila, au hata pia kushinda au kusala. Lakini mara nyingi hizi nimeona zina score tofauti na kupoteza. Kwa hiyo hizi mara nyingi waga zinafanikiwa. Na nimejaribu kubishia huu uchambuzi, mwisho wa siku nilipata matokeo magumu. Yaani ukibishia uchambuzi matokeo magumu. Umeona? Kwa hiyo inakuja kulizelezea hizi siku nyingine, nakuja kuzielezea zingine. Tuendelee sasa jinsi gani tunaweza tukaichambua. Mechi nimeshaikopi, nimerudi huku. Guarani ile ni Brazil, hii ni nini? Paraguay. Kwa tuangalie Paraguay, Guarani ya wapi? Hii hapana, ile ni Guarani ya chini niliyoiacha pale. Guarani ya Brazil. Lakini Guarani ya Brazil mbona kama sio? Yaani kweli sio. Nitaenda kuyakopi mingine. Hakikisha unatazama video hii, nitaenda kuyakopi chini. Kuna vitu vingine unaweza ukaniuliza inbox, lakini ni vitu ambavyo wewe ukivifanya unapata matokeo. Naona ni under 20 bwana, ni hawa hapa. Under 20. Hapa sasa hapa tayari, ngoja. Hii hapa Guarani. Shangaa kule sijaiona huku ipo, au hii ni B. Sio under 20. Okay. Hii huko ameongeza kidogo 97, lakini mpaka 94. Bado wako kwenye 90 pale pale. Kwa maana kwamba hii mechi huyu anaweza kashinda. Sasa tunaenda kuangalia kwanza standings. Standings yupo juu. Utaweza kuona kwanza yupo juu. Huyu yuko nafasi ya 4, huyu yuko nafasi ya 2. Lakini mechi zinaanza. Kwa hiyo tunaenda kwenye head to head. Head to head tutaweza kuona Guarani alifungwa mechi hii alishinda. Kwa hiyo Guarani anahitaji kubwa matokeo.
Huyu alishinda, hii alifanyeje, alitoa sare. Kwa haraka haraka hii mechi tutaweza kuona ndio yale ndio maana nikakwambia kwamba anaweza akashinda, lakini inakuwa ni mechi ngumu. Kwa hiyo mechi hii maamuzi yake sasa mechi ngumu, kwa sababu mechi za mwisho wamefungana sana. Hii mechi hii wamefungana, ndio tutaweza kuona na huyu pia amefungwa magoli mengi. Hii ni mechi ya kuzuia, kwa sababu kama timu ina nanilio, hii ni mechi ya kuzuia. Kama ni mechi ya kuzuia, basi unahitaji kufanya kitu kimoja, kwa sababu lengo letu tufanikiwe, na nishakwambia mechi ngumu tutaweka hii, umeona under 2. Kwa hiyo kama unataka uzifike odds 2 kwa haraka utaweka under 2.5, lakini pia unaweza kumtafuta mmoja ukamzuia. Ni wepi hapana, utaweka tu under 3.5, umeona under 3.5. Lakini maamuzi mengine ni kumpa double chance wa ugenini, ashinde au asare, umeona ashinde au asare. Maamuzi mengine ni 12, lakini haya sioni kama yako sahihi sana. Kwa hiyo maamuzi mazuri ni haya, ashinde au asare wa ugenini, ila kwa sababu wenyewe hawajakutana, patakuwa na uheshima wa mechi. Kwa hiyo hii naona inaweza kidogo ikawa iko vizuri hii anda. Kwa hiyo ndio hivyo, ila jinsi inavyoonekana hii tips. Sasa mechi nyingine ni hii, unaona hii odds 1.90. Odds 1.90 ukiona ipo nyumbani unaweza kaweka kwa kuiamini timu, lakini mara nyingi huwa zinanipaga matokeo tofauti, na nabishia tu kwa sababu kuna muda naziweka nabisha kwamba hii si odds bwana, azichezi kwa tunikiwa anashinda. Mfano leo anavyocheza Inter kapewa odds kama hii, lakini mpaka nimempa Inter nimekuwa na mashaka sana kwamba hizi odds zinazingwaga hizi, lakini nimempa Inter kwa sababu ni bora. Hakuna siofahamu Inter anachezaje mpira na kikosi gani, umeona. Kwa hiyo unaweza kukuta mwisho wa siku hiyo ikaja ikaferisha, umeona. Kwa hiyo ukiona tips kama hivi 1.60 ya nyumbani, umeona, mara nyingi sana inaweza ikatoaga hata jiji akashinda hata ugenini, sio ajabu. Ikatoa hata jiji au mechi kawa ngumu ikaisha hata bila. Kwa hiyo ni mechi ambayo haitabiriki. Kwa hiyo mechi kama hii, kama unahitaji kufanya maamuzi, unaweza ukafanya maamuzi ya over 1. Haya ndio maamuzi ambayo kidogo yanaweza kukupa kidogo mwangaza fulani, na utaangalia je, soko la mpira wanatoaga magoli kama Bolivia naona kidogo anatoaga magoli. Kwa hiyo mimi nitaweka over 1. Hii ni hata bila kuchambua, ni huku tu nimeangalia kutegemea na jinsi timu ilivyojiseti, kwa mechi inaweza kashinda yoyote. Kwa hiyo anaweza kupata goli na anaweza atakapata goli, lakini pia anaweza akashinda huyo nyumbani hivyo, lakini pia anaweza atakashinda. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni haitabiriki kabisa, yani tofauti na mechi ambazo zinakuwa na muonekano wa kutabirika. Kwa hiyo hapo tu nitakuwa nimepata hizi odds 2. Kwanza nimepata odds ya Grota, umeona. Sasa kama nikiamua sasa nitafute tips, bado hii inaninyima. Hapo ndo utakuta na lazimisha naweka huyu ashinde Grota, naweka na hizi na kwa odds 2 napunguza 1, umeona. Ndio vitu kama hivi. Kwa hiyo hapo utaangalia tu unahitaji maslahi gani ambayo inaweza kukunufaisha. Kwa hiyo leo nimekuja kueleza mbinu hii unaweza kaitumia kupitia tips hizo nimekutajia. Endelea kusubscribe katika channel hii, ili mradi siku nyingine nitakutengenezea tena odds zingine unatakiwa kufanya maamuzi gani. Kwa hiyo leo nimeonyesha 1.80 ya nyumbani, nimeonyesha 1.90 ya ugenini, lakini pia 1.60 ya nyumbani. Kwa hiyo hii ina matokeo yasiyo tabirika, na hii wa nyumbani kuscore double chance, na hii pia wa ugenini kuscore ama double chance. Hii haitabiriki, umeona. Kwa hiyo leo nimeeleza hivyo, nitanakili hapa. Siku nyingine nitakuja kueleza nyingi. Kama nitarudia tena sio mbaya, lakini nitakuja kueleza tena mbinu nyingine ambazo unaweza kuweza. Na hii naweza nikaweka kwa ushahidi hapa, nitastake kule pali pesa, ili mradi nitaonyesha kama endapo sipo siku itakuwa na nitaonyesha mkeka, au kwenye picha ya thumbnail naweza nikabadilisha nikaweka hii kama itakuwa tayari matokeo yameshachezwa.